Hamjambo wa Kenya. Siku hizi za nyakati hizi ni siku ambazo zinakuwa za hatari sana. Kwa sababu ukiangalia katika hii nchi yetu ya Kenya, mtu kuondoa uhai wa mwanadamu si jambo kubwa. Yaani Wakenya imekuwa ni kawaida kufikiria kuua mtu, unaua mtu, asifu mtu ni kama kuku. Je, Wakenya, baadhi ya Wakenya, hamuoni ya kwamba ni kama hamuoni ya kwamba mnatenda dhambi mbele yake Mwenyezi Mungu? Mwanadamu hawezi kuwa, uhai wa mwanadamu haiwezi chukuliwa tu hivi hivi, ya kwamba ukifikiria kuua, unaua. Ukifikiria kutoa mwanadamu hai, unatoa mwanadamu hai. Hii tabia ambazo tuko nazo Wakenya, lazima tuzikomeshe hizi tabia. Na tukuje tujue kwamba uhai wa mwanadamu ni uhai wa thamani kabisa. Mbona wewe kama mwanadamu unachukua maisha ya baba ya mtu, baba ya watoto, mume wa mtu, mtoto wa mtu? Kwa nini? Hii tabia Wakenya lazima tuache hii tabia ambayo tunaiendeleza. Ninaongea hivi kwa nini? Katika barabara zetu tuko na haya magari ambayo yanabeba abiria. Magari ya uchukuzi wa umma. Haya magari nyakati hizi imekosa kufuata sheria, hawataki kufuata sheria, wanavunja sheria mchana peupe hata mbele ya polisi. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu inapofika masaa watapitia asubuhi wakipatia polisi. Siku hizi polisi hata wako na vitabu kwa barabara, wana mark gari ambayo inawapatia shilingi 100 na ili haiwapatii wanajua. Hii tabia ya madereva na makanga wao ambao wanahusika kwa kubeba abiria na polisi pia inasababisha uvunjaji wa sheria katika nchi yetu. Kwa mfano, hii Nairobi, sheria inatuambia wazi, kama we ni dereva ambao ulienda shule, inakuambia kwamba haufai kusimama mahali popote. Lazima usimame kwa kituo cha magari ama stage. Na inasema kwamba kama abiria unafaa kusimama kwa stage ama kwa kituo ambacho ni cha kuchukulia abiria. Hufai kusimama tu mahali popote. Wewe na dereva ambaye amekubeba mnavunja sheria na mnafaa kushtakiwa. Lakini siku hizi sheria hizo hazifuatwi. Magari ya kubeba abiria anasimamishia tu popote na inasimama kwa barabara. Hata hawajali ya kwamba kuna watumizi wengine wa barabara wanafaa kutumia. Mtu anafunga tu, anasimama kwa barabara katikati na anachukua abiria pale. Hiyo ni uvunjaji wa sheria, kwa sababu barabara sio yako wewe peke yako. Ni ya watumizi wengi wa miguu, wa mikokoteni, baiskeli. Sasa wakati unapochukua abiria na wewe umesimama kwa barabara, ama unakuta dereva amekutana na mwenzake, sasa wamesimama, huyu amefunga upande ule wa kulia na huyu amefunga upande wa kushoto, wanaanza kukula stori na kuna milolongo ya magari nyuma yao. Lakini haya maneno yote
utaona kwamba polisi hakuna kitu wanafanya. Nikikuja katika upande wa hizi pikipiki ninauliza, hakuna operation ama especially Nairobi, operation tu itafanywa kwa sababu ya hizi bodaboda. Hizi vitu wameweka kwa bodaboda, taa zingine sharp, hata taa inaenda inakuchoma macho, inamulika, inafanya sparkling, inamulika. Kama uko na gari nyingine una lose control na unafanya ajali. Tafadhali polisi, hawa wana bodaboda na magari zingine zimewekwa hizi taa za kuwakawaka zikizima, tafadhali, kwani hakuna sheria katika hii nchi. Na wakati mwingine utapata kwamba kuna magari ya kubeba mizigo. Utakuta hii gari ya kubeba mizigo ni gari safi, iko na kila kitu, iko mzuri, miguu iko sawa, mataa iko sawa. Lakini ambapo polisi ambao wakikupata kwa barabara na gari ambayo inabeba mizigo, wakati tu hata ile cover ya taa imeklaki tu mahali, unasikia twende kotini, twende polisi. Lakini mbele yako ukiona ya abiria haina mataa, haina reverse light, haina brake light, unakuta kwamba huyu amepeana shilingi 100 na anawachiliwa aende. Gari inatembea kama mzee Kobe. Gari ya 1970 bado iko kwa barabara, lakini inawachiliwa. Hiyo tabia wa Kenya lazima tuache kuvunja sheria za barabara. Ingine ni hii kampuni hii ya mabasi inaitwa Super Metro. Why Super Metro? Munaua mtu, munaangusha mtu kutoka kwa gari ambaye iko katika speed, munamrusha nje na huyo mtu anapata mauti ama anakufa. Ni kwa nini kondakta na dereva wenye wa hiyo gari, munafikiri mwanadamu ni kuku wa kuua tu? Huyo jamaa amewacha mke, hiyo ni familia changa, amewacha mke. Huyo mke atatolewa wapi mume mwingine kama huyo? Huyo jamaa amewacha watoto wachanga. Nyinyi mtalea hawa watoto? Kwani hamuna huruma na maisha ya mwanadamu? Maisha ya mwanadamu yatoshana na shilingi 30 bob. Hiyo ndio itasababisha mtoe mtu mumurushe kwa barabara gari kama inaenda mwendo wa kasi. Metro, Super Metro, lazima muajibike na kifo hiki cha huyu jamaa, kwa sababu hatuwezi kufanya Kenya watu ni kuku, mtu akifikiria kuwa anaua. Hii familia changa, watoto ni wachanga, mke angali mdogo. Mumenyang'anya watoto kilicho chema ambaye ni baba yao. Umenyang'anya mke kilicho chema ambaye ni mume. Mumenyang'anya wazazi kilicho chema ambaye ni mtoto wao, kwa sababu ya shilingi 30. Super Metro, lazima muajibike na hiki kifo cha huyu jamaa. Watu waende kotini, huyu jamaa, familia ya huyu jamaa ipate haki. Na mimi ninarudia kuuliza, katika hiyo gari hakuna abiria wenye walikuwa pale walikuwa wanafanya kitu gani? Nyinyi abiria mwenye mulikuwa kwa hiyo gari ama hiyo matatu hiyo, mulifanya nini? Ni hatua gani mulichukua? Ama muliangalia tu mtu akiarasiwa akirushwa nje kama mumenyamaza? Nyinyi wote katika hiyo gari hamukukuwa na shilingi 30, hamukukuwa na 30 bob, only 30 bob.
na mnaona mtu anarushwa nje, ananyanyaswa na anapoteza maisha. Kwani nyinyi ni vipofu? Mlikuwa mumefungwa miguu, mlikuwa mumefungwa mikono, hakuna kitu mnachoweza kufanya. Hata nyinyi mlikuwa na wacha niseme ni ushenzi ama ni ujinga ambao mlitumia pale, kwa sababu hakuna mtu hawezi fanyiwa hivyo, na nyinyi abiria mumekaa tu mnatazama. Lazima muwe na shida iko katika vichwa vyenu. Mliangalia tu jamaa kinyanyaswa, hiyo gari ikakosa 30 bob. Hata kama ni kukosa, wewe kondakta na dereva wa hiyo gari, munaweza poteza maisha ya mwanadamu kwa sababu ya shilingi 30, only 30 bob. That is very wrong, very wrong, very, very wrong. Lazima muheshimu maisha ya mwanadamu. Huyo jamaa amewacha watoto, amewacha mke, amewacha wazazi. Ni kwa sababu gani nyinyi wahudumu wa Super Metro mumemtoa uhai wake? Hiyo ndio ukweli wenye uko pale, na ni lazima serikali ichukue hatua. Hii familia changa na watoto wa huyu jamaa wapate haki. Mungu awabariki.